Kijua huyu kijana alikuwa hoka, hakuwa mwizi, na kijana tunamjua na aliwawa akiwa kwenye kazi yake. That is too pain. Ni aje unaweza uwa mtu akiwa kwa kazi yake. Jamaa alipelekwa pale hivyo Breeze kuingizwa kwa ambulance, mjamaa akakufa. Unaona? Kana kwamba tutafika mahali itakuwa mtu atakuwa anajiprotect peke yake. Hata mimi nimefikia mahali nikasema Mungu anisaidie nipate hata gani sasa. Because mahali tunaelekea hakuna haja kukaa tu wewe unakaa Kenya ukifikiria uko mzuri, lakini uko katika nchi ambayo haina mwelekeo. Kuni kwa moto. Sasa itakuwa mbaya sasa. Kila Thursday na Tuesday tuko town. Town yetu na lazima tujibonge. Welcome everybody, how are you doing? It's your girl Susing, the girl with the golden voice, and today I'm coming to you live in the streets of Nairobi. I'm right here at the CBD, and right behind me you can see there's a lot of activity that is going on. But first of all, today is just actually a few hours after an incident that really broke many's heart, where Eli was actually shot right here behind me. There's so many people who have different opinions where how comes a police officer in a body that is said to be a police service, as opposed to be a police force that is supposed to be for people, turning off humanity and shooting an innocent soul. We are here right here on street to engage with people. There are some of the people right here who are angered, others are hurt, others are crying and sobbing because of innocent blood that was shed right here. Stay with us right here on Urban TV, and of course we are going to be taking you through opinions of different Kenyans about the incident that happened right here. Let's roll. On these streets in the CBD, and we are having conversations with business people who are going to be telling us their experience. How is it walking in town today, especially after the incidents that happened yesterday? One of them was being shot, and nimepatana hapa na one of the ladies who's selling masks. Hi. Hi. Would you please introduce yourself? Utuambie wewe ni nani na unaitwa nani? Kwa majina ni Penina Andisi Agezi, na kisa ambacho kimefanyika, mimi kama muuzaji ama muuguzi hapa town katika Kimathi House hapa Moi Avenue, haijanifurahisha. Hata nikiuza siko secure venye naweza kuwa kama mwananchi wa Kenya. Then imenifanya kuwa guilty, najiona ni kama kweli Kenya hakuna mahali tunaelekea. Mimi jana nilikuwa pale kwa maandamano, au masanse wakakuja. Mjamaa tu anauza mask hakuwa kwa maandamano, walikuja wakamtoa tu kwa kona, wakampiga risasi ya kichwa. Mjamaa alipelekwa pale hivyo Breeze kuingizwa kwa ambulance, mjamaa akakufa. Unaona? Sasa kama Ruto anataka hivyo, bado sisi tumeamua kajazini, bado kesho tuko barabarani, tunarudi tena. Nafikiri sisi kama Wakenya tumekuwa na shida kubwa sana sisi wa mama. Ndio sisi zile tumbo tumezaa, tukiona watoto wetu wanauliwa kama wanyama, tunaona kama haifai. Naona kama kwa mfano askari anaua mwenzake na hata ana silaha yoyote, anauza mask. Imagine, it's so sad. Nafikiri sisi kama wamama na kanisa, nafikiri tunabidi tuombe nchi, kwa sababu penye tunaelekea tulikuwa tunafikiria tuko kwa mikono ya askari tuko safe, lakini sasa tunaona ni kama hata afadhali tukae kwa mikono ya majambazi kuliko kukaa kwa mikono ya askari, kwa sababu ukienda ndani ya jela unauliwa, ukikutana na askari anakuua. Sasa tutakimbilia wapi? Nafikiri tu ya muhimu katika nchi yetu kama wamama, nafikiri tusimame imara kwa maombi, tuombe nchi yetu, na kanisa pia kwa jumla tuombe nchi yetu, kwa sababu penye tumeelekea tunaona watoto wetu wakiangamia. Nafikiri ni hiyo tu. Mambo vipi? Salama sana. We are very saddened with what happened yesterday. Actually, it was uncalled for, and it's something that tuwezi kubali kama wa Kenya. The government that is on power right now inashika handball mingi. You know, the strike was about mtu aliuliwa. Then tuna strike kuhusu mtu aliuliwa, then mnaua mwingine. So even if we decide to kuacha maandamano leo kuhusu ya Ojwang, we still have pending issues to deal with. So kitu tunasema, actually I don't support violence. I also don't support Kenyans waibie watu vitu. But then the government should, whoever is advising the government, anafaa a turn back, angalie whatever the service the person is giving is not worth it. Sababu each week tutakuwa na maandamano. We need a peaceful country so that we can do our business and so that we can also run our daily activity. I'm still in town na napatana na business people wenye walikuwa hapa Moi Avenue. Tunajua the way yesterday happened. Hi. Jana tulikuwa kwa maandamano, nitoe mask.
Jana tulikuwa kwa maandamano, mtu wetu wa mask alishutua pale imenti na alikuwa anauza tu mask bila sababu tu, alikuwa anauza mask na akashutiwa. Sasa tunasikia kosi, tunahuzunika, tunasikia vibaya sana. Leo tuko hapa mapema asubuhi juu mask pia gas na inaisha siku 2. Leo tuko hapa mapema na asubuhi, lazima tuuze mask. Kwa Kenya wanaumia bila mask, na kwenda hosi wanalipishwa dawa 200. Unajua mask ni mbao na handkerchief ni 70. Hiyo inasaidia sana town. Sasa mtu asipouza mask, Wakenya wanaumia sana, na maandamano itaendelea na masks na handkerchief tuko pamoja. Kwa maoni yangu nasema jana venye demonstrations imekuwa humanity design makarao wanaua wase unarmed na wanakam ku protest juu ya right yao. Mimi niko na proof hapa hivi, wanatupigana na vitu live, ni live ndizo walikuwa wanatupiga nazo jana. So this is inhumanity, na mimi naweza sema kama gava ya Kenya itashindwa kusolve solution kaa hizi, UN ingilie kati. All right, I'm still right here in town, and where I'm standing is where actually it's the crime scene, or you'd say is the place where actually Eli was shot. Na niko hapa nimepatana na mzee fulani. Hebu anasema pia yeye ni hoka. Hebu jintroduce utuambie wewe ni nani? Mimi wananitambua Kapita ama kijana wa chocolate. Mimi ni hoka na bado mimi ni msanii. Na hata mimi hapo umesimama. Even me, I'm pain because of the last year demonstration. I get a rubber bullet here. This one. Yeah. For last year, we get a rubber bullet. Now what happened yesterday? Jana labda nini ilifanyika ukisimama hapa place yenye ila alimwaga damu na uko hapa umeshikilia flag? What maybe happened na unasikiaje kufika leo tao na unajua hoka mwenzako alishutiwa hapa? For me first of all niko na stress sana. Nikijua huyu kijana alikuwa hoka, hakuwa mwizi, na kijana tunamjua na aliuawa akiwa kwenye kazi yake. That is too pain. Ni aje unaweza ua mtu akiwa kwa kazi yake. Na hata defension inaonekana. Ona, when you see this one, hapa akasukumwa na askari. He was accused mask, hakuwa hata na silaha yote ukiscan. Hapa akaangushwa, kusukumwa, nipo alishoto on his hand, and you see here. Nyama ilikuwa inaanguka huku, nilikuwa nimesimama pale. Na hiyo sana inauma juu mtu anajitafutia, ana silaha, ana makosa, innocent, au mmoja damu yake. Hiyo ni pain. That is pain, na the pain inaleta waisha. Na uchungu ile hii maandamano sasa, it will be the worst. Because how you show us, hakuna mercy, hakuna huruma, hakuna umungu, hii ni unyama. Zile events zilitokea jana zilikuwa event ambazo sio zinaonyesha uongozi mzuri katika nchi ya Kenya. Because kama viongozi sio vizuri watumie watu kuja kuharibu amani ya watu wengine. Katika sheria ya nchi yetu tuna uhuru wa kufanya maandamano. Kama maandamano yalikuwa yamepangwa na watu wamesema wanakuja kufanya maandamano kwa sababu ya Ojwang, sioni haja ya huyu ndugu mwingine angekuja kuongeza kuuawa tena. Huyo ofisa mwenye alipiga huyu kijana risasi anaweza sema alikuwa amekosa nini? Because mimi niliona kama amebeba maski kwa mkono anaziuza na mwenzake alikuwa tayari anaongea naye. What was the reason behind yeye kuja kusimama mbele na kumsukuma na hata kumpiga risasi amwangushe chini? Inchi mahali inaelekea kama wa Kenya, ningependa kuomba tu tukaweze kujua kwamba hii nchi ni yetu. Wale ambao wanapiga marisasi, wale ambao wanatuongoza, wenye wanaongozwa wote, inchi ikiban, sisi wote tutakuwa na shida tu. Hakuna mtu atafurahia. And how I pray that viongozi ambao tumepewa tukaweze kuwa na hekima ya kujua kwamba tumepewa tuongoze. Hatujapewa uongozi tunyanyase watu. Wale ambao waleta watu waweze kuterrorize watu hapa katika mji wa Nairobi. It is so unfortunate that we are having leaders ambao tumechagua watu waongoze, lakini wakifika mahali wanaanza kufanya maneno ambayo yanaharibu nchi yetu. Uwezi enda kuchukua vijana ambao hawajielewi, umewapatia pombe, umewapatia vitu ambazo hawajielewi, wakuja kuharibu nchi yao. Hizi maduka zinalipa kodi. Watu wanajitegemea kutupidia kwa hizi biashara. Wakati biashara imesimama, inafanya yani hakuna vitu ambazo zinapatikana vizuri.
So tunapoteza pesa kwa sababu ya wewe kulete guns. Because kama maandamano yalikuwa ya amani tu, hakuna mtu anapiga mwenzake, hakuna mtu anabia mwenzake, hakuna kitu itaonekana kana kwamba watu wanaibiana. Unaona kama mmeuziwa woga after huyo mtu mwenye hako amebeba silaha kushutiwa live bullet bila hata kukuwa na anything, ni kuuza tu mask. Mnadhani hiyo ni kama njia moja ya kuziwa woga ama vipi? Sasa hii nikaa wameongezea kuni kwa moto. Sasa itakuwa mbaya sasa. Kila Thursday na Tuesday tuko town. Town yetu na lazima tujibonge. Lazima tu speak out. Polisi wasikie maneno ya kilio cha watu, kilio wa Kenya bila kama kitu yoyote itafanyika, maandamano still itaendelea. Kenya tutazoea hivyo. Maandamano tutazoea hivyo, ndio maisha yetu. Ama tutazoea hivyo venye Ruto anataka. Walai Mungu moja. Hii damu inalipiwa hii. Hii damu jenzi tumesema. Hii damu haipotelei bure. Tuliwa force. Hii damu nimesema, hii damu itauma wengi. If you were to speak to the President William Ruto, what would you advise him to take action regarding this matter? Because he's actually the chief, all right, the chief director of all the police officers in Kenya. What would you advise him? Let him do what is right. Yeah. Now it comes a time where you don't need an advice. Yeah. You do what is right. Yeah. So right now, he doesn't need much advice. Yeah. Let him do what is right. What is right? If at all he feels that he wants to kill all of us, then we are here. Let him come and kill us. Yeah. If at all he wants to protect the country the way he took an oath to protect us, then that is what is right. Mimi naweza mwambia kazi anafanya poa, but hii side ya humanity na mambo na kuprotest na wase kuliwa anyhowly ashughulike tu. That is what we have gathered right here in Nairobi CBD. We are at that specific place where this young Kenyan who was just selling masks was shot to the point of death. Because Kenyans themselves, they have said that this guy was shot to the point of death. Now I'd like to know, what do you think about this story? Do you think that Kenyans, we do not have that ability to be able to just do our businesses in a safe surrounding? We have to be sold into fear that we cannot be able to do maandamano, peaceful protests, without having to involve with the police brutality. Now, of course, that's what we had prepared for you right here in Urban TV, and please keep tuned for more.